Yes, my name is Willy Maina, Geto Advocate, Chantayard Geto Ayard. Tunapo vile tuliona pale Homa Bay County ambapo imeongozwa na His Excellency Gladys Wanga, Nyasunga Wanga. Tunaheshimu sana viongozi wetu panapo tunapotoka. Tujue ya kwamba viongozi wetu hapo ndio tunasikiza. But the only thing I want to advise you is that James Orengo, as far as uko ndani ya Linda Mwananchi, sisi kama vijana tunakusikiza wewe, na sisi vijana ambapo tumeamua kufuata ukweli, na James Orengo tumeamua kufuata ukweli ambapo ipo, na pia Gladys Nyasunga Wanga anafuata ukweli na anasimama ukweli kwa watu wa Homa Bay. Hamufai kupigana. Hii kupigana ya wanasiasa ambapo iko kati yenu nyinyi na wewe, especially Her Excellency Gladys Nyasunga Wanga na wewe His Excellency James Orengo, mnapigana. The differences they were political. Let that no political crisis ikuja ndani ya wanasiasa, because in chapter 1 article 1 section 1 of our constitution inasema sovereignty belongs to the people, na ukiangalia article 3 bado inakupatia uhuru wewe kiongozi na mimi kama mwananchi, tuna uhuru wa kulinda hii constitution ama sheria yetu ya Kenya. Basi hatufai kupigana, and if there is in political indifferences, therefore hatufai kuonyesha watu wetu ya kwamba watu kutoka Mount Kenya, watu kutoka Western, watu kutoka Nyanza, watu kutoka Northeastern, watu kutoka Northeastern, hatufai kupiga siasa mahali popote. Mimi nikiwa Willy Maina niko na uhuru ya kutoka pale Mount Kenya niende Homa Bay na nisimame MCA, nisimame ubunge, nisimame pia governor. Juu maana tumeona pale Junet Mohamed hii wakati ya Gala Massacre akatoka huko Northeastern akaenda huko na akachaguliwa mbunge, na ni mbunge na anatetea haki na mambo yote yanayohusiana na wandugu zetu pale Nyanza Luo, ambapo wanasema ifai hivi na ifai hivi. But we should look upon to our words, we should look upon to our deeds. Tusipiganisha watu wetu, lakini pia isifike mahali hata kama sisi wanaume tumepewa uongozi pia tukosea wanawake wetu heshima. Lazima tuwaheshimu. We have what we call intellectual perspective. Unajua hatukwenda pale bure, hata kama tunajua siasa namna gani. Lazima tuheshimu kila mtu, despite the position, despite wherever you are, despite wherever the riches you have, despite the what power you have. We should respect each other. Na nikimalizia niseme aje, as we come to election, general election 2027 and especially August 10th respectively, under article 107 of the constitution, ikiendelea hizo zingine, as from the MCA, as to MP, as to women rep, as to the governor, as to the president, let us be very cautious, especially as the citizen of the republic of this nation, Kenya. Kenya is bigger than that leader who leads you wherever you come from. Hii Kenya ni kubwa hata kuniliko. Tusikubali kupiganishwa juu ya siasa. Lakini ambapo mimi nauliza na Kenya naweza uliza, kama unatoka Homa Bay, kama mimi natoka huko Kirinyaga, natoka Northeastern huko Mandera, Wajir, Garissa, huko Kitui, wapi Turkana, Kenya ni yetu na Kenya ni kubwa kutuliko sisi, sababu kuna kesho, na kando kuwa na kesho kuna watoto ambapo tuna wao, na pia kuna vijitoto ambazo zitakuja chini ambapo hata kama hatuko. Tukubali ya kwamba Kenya ni kubwa, and I'm proud to be a Kenyan. So wa Kenya, kama ukiona mwanasiasa na kupeleka left na unaona hii njia left haikupeleki, tuseme ya kwamba Kenya ni kubwa kuniliko. As for me, with the geographical stature of this country, tulikuwa na 7
provinces, sawa. Kulikuwa na Northeastern, kulikuwa na Central, kulikuwa na Nyanza province, kulikuwa na Western Nyanza. But siasa ya Nyanza ni ya Nyanza, na ukiangalia Homa Bay ni South Nyanza, na mimi nimekuwa pale Homa Bay, na kwa siasa ya Homa Bay hiyo ndio structure constructed before and behind kwa mambo ya ODM construction, juu tunaelewa siasa ya Raila Amolo Odinga. Sasa hapo ndio mimi naweza anza, lakini with my best knowledge kuna mahali siasa ilianza Ramogi Ochieng Oneko, ikakuja Jaramogi alikuwa baba yetu kwa siasa, alafu sasa ikakuja Tom Mboya, alafu sasa ikakuja the man himself, the Pan-Africanist Raila Amolo Odinga Rao, na hapo ndo mimi aliniacha. But for me siasa ya Nyanza ni si rahisi. Hiyo mvurugu uliona jana, I understand it, I well understand it. Hiyo mvurugu ilikuwa pale, haikuwa ati ni Wajaluo wanapigana na Sifuna, no. But kuna statement ambayo ilikuwa before, ambapo James Orengo aliongea contrary against Gladys Nyasunga Wanga, na wote ni governors, sio? Ni kweli si kweli? But wewe ni kiongozi, mimi ni kiongozi, you should address your leader with respect, despite as matter at ama mali umetoka, despite the indifferences we may have, unafaa kuaddress kiongozi wako na heshima. So jana Kenya tuliona hakukuwa na goons, and for your information, that is the thing that I'm asking, who is a goon and what is goonism? But as far as if you address my leader contrarily, na huu kiongozi wangu ananiambia Homa Bay, jana tuliona Sifuna amepost picha ambapo yeye mwenyewe amejaa vumbi na amepost bendera, lakini nyuma tunaona kumejaa matingatinga zinachimba nini. Lakini hiyo barabara ndio tunauliza. I was there my people, honorable members of the fourth state of the Republic of Kenya. Nilikuwa hapo Mikai iko ndani ya Kasipul constituency, si ndio? Mimi ni Mkikuyu, sijaifika hata Homa Bay, lakini kabla ufike hiyo hapo barabara zile za kuinterconnect county to county ni lami, ni ulimi. Lakini hii ingine ya kufika kwa kijiji ambapo tulipoenda imewekwa nini? Maram ambaye hizi hatatoa vumbi. Na nakwambia Homa Bay iko na demographic structure, kuna nyesha. Pia Homa Bay ni mahali mimi kama Mkikuyu, na Wajaluo mnikubalie nikikuja pale kama Mkikuyu, msinikubalisha ati kukuishi hapo. Mchanga ni mzuri, wanalima vizuri, wanaishi vizuri, but the political indifferences ambapo inaweza leta shida kwa wakaaji wa hapo wa Homa Bay ndio maana ya kubwa. Huwezi tukana kiongozi ni kuacha hivyo. Sasa hapo ndio unaleta, unaona, nikukwambia Kev, the political indifferences in Kenya, we were not left in 47 constituencies, 47 counties, but tuliachwa kwa 7 provinces ambazo tuliachwa. Tumeonyeshwa ya kwamba hata kama tuko na devolution, sawa, tuko na 47 counties, lakini 7 provinces ambazo ni 7 demographic structures za Kenya. Lakini heshimu kiongozi wa kwako mali unapotoka. Napo ndo naambia James Orengo, as far as uko linda mwananchi na vijana tunakusikiza, you could have at least apologized to Gladys Wanga. Is your counterpart governor. Mambo na contrary maneno ungeongea against yeye, mngeelewana kando na hapo. Manake ndio mambo Gladys Wanga angepeana direction, na viongozi wengine hapo ambapo tuliona waliongea na Kijaluo wakapeana direction, but it wasn't good. But hizo vitendo ambazo zilifanyika jana, kufanya kuharibu hoteli za watu, biashara za watu, kuumiza watu, kufanya hata Sifuna hizi tembea Homa Bay na amani, hizo ndio tunakashifu. Because of what? PS Omolo kwa as principal secretary wa internal affairs alipeana direction na akapeana muonyo akiwa PS, cause unajua CS yeye ni policy making, lakini as PS
ni implementation policy. Alisema uko na uhuru wa kufanya siasa ambapo unataka kufaa, but haikuwa mzuri aje. Na wao walikuwa wako na security na kila kitu. Ni polisi ndio walifanya usalama ikakuwa, sababu the police are so independent in this nation. Police are so independent. So msiseme ati polisi wako influenced by polisi, by wanasiasa. So ndio mimi nikiuliza who are goons and what is goonism? Every politician in this Republic of Kenya has goons. Si Gachagua, si huyo Ruto, si PS Molo, everyone has goons. And I'm so sorry to say so, because for me, I remain to be as the citizen of the Republic of Kenya. Kabila ni mbili, ya matajiri na maskini, ni ujijue mahali huko. Sasa kama mimi nafuata kiongozi wangu, nifuate kiongozi wangu nikiwa makini sana. Kiongozi wangu akiniambia huyu akikuja sifai kumkaribisha, nafaa kujiuliza sasa, with the socio-economic engineering that we have in this nation, na kuongea kweli Kev, kama kuna marafiki wangu wakubwa, mimi nikiwa Mkikuyu kijana ni Wajaluo, na nimekuwa pale Homa Bay kuzika rafiki yangu marehemu Mjaluo. Halafu sasa unakuja kusema na Kijaluo, hata kama sisikii maneno mengine nasikia, haufai ati yeye nini kukaribisha mtu mwingine kwa hii rally. Haifai. Hii ni nchi yetu. Mjaluo atoke Homa Bay akuje Central, aende Northeastern, hata nimekaa Northeastern, name Somali. Pia tuko na nani mwingine pale Suba East, si tuko na nani? Ni Suba East ama ni wapi? June nani Mohamed, nani? Enda kwa nani? Meli. Si Meli. Tuko na wengi, hata Muhindi wako. Junet Mohamed, si ni Msomali? Na Junet Mohamed kano na hiyo, si amelelewa ndani ya Ujaluo ambapo alifukuzwa ile wakati ya Gala Massacre, na si ni mbunge saa hii. So ukiniambia tata Mjaluo hawezi kuwa hata mbunge ama MCA pale Central ama Mount Kenya, si unaharibu maneno ya nchi yetu. Anyway, what are we fighting against for? It's not about the tribal clash. The only thing that we are fighting against is the socio-economic, the economic crisis that is in our country.